Hai rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya Afya Rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kukupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hai rafiki, mambo vipi? Karibu kwenye episode nyingine ya Dr. Rafiki Podcast, ukiwa na mimi Dr. Juliet Seba. Tukiwa tunaongelea mambo mbalimbali ya afya, na lengo la podcast hii ni kukusaidia kupata taarifa sahihi zitakazokuwezesha wewe, familia yako na jamii yako kufanya maamuzi sahihi yatakayoboresha afya zenu. Na kwa hiyo tumekuwa tukiongelea mambo mbalimbali. Siku ya leo kipekee sana tunapoelekea tarehe 4. Leo ni tarehe 4. Tarehe 4 ni siku ya obesity, yani siku ya uzito uliopitiliza duniani. Ni siku ambayo tunakumbushana kuhusu athari za uzito uliopitiliza, lakini pia ni vitu gani tufanye ili kuepuka, kwa sababu uzito uliopitiliza unatuweka kwenye hatari ya kupata magonjwa, sasa magonjwa yasiyoambukiza kama pressure, sukari, kansa, magonjwa ya moyo na mengineyo. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Tunajua kwenye jamii zetu za Kiafrika ilikuwa imezoeleka kwamba mtu akiwa na uzito mkubwa, akiwa pande la mama hivi amejaa, akiwa baba hivi mkubwa na kitambi, ndo mtu anaonekana kayapatia maisha au ana pesa, yani ndo anaonekana yuko vizuri. Lakini ukweli ni kwamba, na uzuri ni kwamba sasa hivi watu wengi wameanza pia kutambua hicho, kwamba uzito uliopitiliza sio mzuri na unakuweka wewe katika hatari ya kupata magonjwa, hasa magonjwa yasiyoambukiza. Na kwa sababu hiyo ni muhimu sana kuchukua hatua. Kama uzito wako ni mkubwa, kupungua, lakini kama uzito wako uko kwenye uzito sawia, ambao leo tutaongelea huo uzito sawa kiafya ni upi, basi kumaintain au kuhakikisha kwamba unakuwa kwenye uzito sawia wa kiafya. Kwa hiyo leo rafiki yangu nitakupa njia 5 unazoweza kutumia kudumisha uzito wako uwe katika hali nzuri ya uzito, yani uzito unaotakiwa kwenye kiafya. Tutaongelea pia ni uzito gani huo. Na katika dunia ya sasa kuna shughuli nyingi, yani tunaenda masokoni, tunafanya biashara, madukani, tuko makazini, tuko shuleni, tuko wapi, makanisani, yani ratiba ni nyingi. Mikutano, deadlines za kazi, majukumu ya kifamilia. Saa nyingine ni rahisi sana kujisahau kwenye swala zima la afya, na hasa kujisahau kirahisi sana kwenye swala zima la uzito, kwa sababu uzito ni vitu viwili mainly. Ni chakula unachokula na mazoezi au jinsi ambavyo mwili wako unauweka active. Kwa hiyo mambo yakiwa mengi kwenye maisha, ratiba zikawa ngumu, ni rahisi sana kujisahau kwenye hayo maeneo mawili. Lakini leo nitakupa njia 5 ambazo unaweza kuzitumia ili kama uzito wako uko sawa basi uweze kumaintain pale vizuri, lakini kama uko juu basi uweze kupungua. Kwa hiyo katika kipindi hiki tutaongelea kwa nini ni muhimu kudumisha uzito wako sawia wa afya. Uzito sawia au uzito unaotakiwa, hii healthy weight kwa Kiingereza wanasema ni ipi, au unajuaje kama uko kwenye healthy weight. Lakini cha 3 tutaongelea hizo njia 5 rahisi za wewe kuweza kudumisha uzito wako unaotakiwa. Kwa hiyo kama uko ofisini, uko njiani, uko sokoni, uko nyumbani, kaa tayari, tuende pamoja. Sasa tuanze rafiki yangu. Kwa nini tunahitaji kudumisha uzito sawia wa afya? Watu wengi ambao tuko kwenye kazi huwa yani ni rahisi kufocus kwenye kazi ukasahau swala zima la afya na uzito wako. Lakini ngoja nikwambie kuna faida gani za wewe kuwa na uzito sawia. Kwanza, inaongeza kiwango chako cha nguvu, kwa sababu uzito unaofaa unaofanya mwili wako uweze kuchakata nishati, au tunasema zile metabolic activities zinatokea kama inavyotakiwa. Kwa mwili wako unachakata nishati, unachoma kile chakula unachokula kwa ufanisi au vizuri. Kwa hiyo mwili wako unakuwa na nguvu, ndo unakuta mtu una nguvu, uko active siku nzima. Cha pili, kuwa na uzito sawia inakusaidia wewe
inakupunguzia hatari ya magonjwa sugu, magonjwa kama kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, lakini pia matatizo kwenye viungo, kwa sababu ukiwa na uzito mkubwa mara nyingi umri unavyoenda na mtu anaweza akaanza mapema sana, magoti, kiuno vinauma kwa sababu ya uzito mkubwa wa mwili. Kwa hiyo kuwa na uzito ambao uko sawa inakuondolea hiyo hatari. Kitu cha tatu, inaongeza ufanisi na umakini hata kazini. Kwa sababu unapokuwa unakula vyakula vinavyotakiwa, akili yako inakuwa active, inakufanya usichoke haraka, lakini pia uwezo wako wa kufikiri na kufanya maamuzi unaongezeka kwa sababu ubongo wako unapata virutubisho vinavyotakiwa, mwili wako, kinga ya mwili iko vizuri. Kwa hiyo hata umakini na ufanisi wako kwenye kazi, kwenye shule, kwenye biashara unaongezeka. Na faida ya 4 ya kuwa na uzito unaotakiwa ni kwa sababu inaongeza kujiamini. Unapokuwa na uzito mzuri kwenye mwili wako unakuwa unajiamini, hata unapoongea mbele za watu, unapotembea, unavovaa, unajiamini. Na hii haimaanishi kwamba ukiwa na uzito mkubwa wewe hauonekani vizuri, hapana. Hili ni swala zima la umaridadi, kwamba unaweza mtu akawa na uzito mkubwa na akaweza akajua jinsi ya kuvaa kwa kutokana na mwili wake na akaonekana vizuri. Lakini unapokuwa na uzito unaotakiwa, healthy weight, inakuongezea sana kujiamini. Wewe unaweza ukawa shahidi. Sawa. Sasa tukiongea sasa huu uzito unaotakiwa au uzito sawia ni uzito gani? Naomba nikwambie huu uzito unaohitajika kiafya au uzito sawia sio kwamba mtu lazima awe mwembamba sana, na hata mtu anaweza kama mwembamba sana lakini bado akawa ni changamoto na yenyewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwa tunatumia ili kusema kwamba huu uzito yani mtu yuko kwenye uzito sahihi. Cha kwanza kinaitwa body mass index, ambayo ni kipimo cha uwiano wa uzito na urefu wako. Urefu kwa uzito wako. Sawa, BMI. Kama mwawe kusikia tunasema BMI. Kwa hiyo akifanya ile uwiano wa urefu kwa uzito wako, inatakiwa isizidi, yani iwe katikati ya 18.5 mpaka 24.9 hapo. Au tunasema 25. Ikizidi zaidi ya 25, yani wakigawanya ile uwiano, ina maana uzito wako ni mkubwa, unahitaji kupungua. Lakini pia ikiwa chini ya 18, ina maana uzito wako ni mdogo kupitiliza, unahitaji kuongezeka. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu. BMI, unaweza hata siku ukipita clinic, ukipita hospitali wapi, ukaomba tu naomba mni calculate BMI, au siku nyingine ukienda hospitalini wakakupima uzito pale, kama unajua urefu wako wanaweza kukusaidia kufanya nini, kujua BMI yako. Afu ile sasa ndio itakuwezesha wewe kujua kama iko katikati ya 18, yani iko 18 pale mpaka 25, haijazidi 25, basi wewe uko kwenye uzito unaotakiwa. Kitu cha pili ni kipimo cha mzunguko wa kiuno chako. Sawa? Ambacho hiki yani ni kama ukichukua, kama unavyoenda kwa fundi wa nguo akaweka ile mitakamba yake kiunoni akaizungusha, ndio hiyo kipimo cha mzunguko wa kiuno, au kwa Kiingereza wanasema waist circumference. Na hii tunapima kwa sababu mafuta mengi yanapowekwa pale tumboni, yanapohifadhiwa tumboni, yani na maana hiyo ni mafuta ambayo hayajatumika, ameenda tu kuhifadhiwa, inakuweka katika hatari ya kupata magonjwa kama sasa yale ya pressure, sukari na mengineyo. Kwa kawaida sasa, kwa mwanaume inatakiwa isizidi inchi 40, au kwa sentimita isizidi 102. Isizidi sentimita 102. Kwa mwanamke inatakiwa isizidi inchi 35, au kwa sentimita unasema isizidi sentimita 88. Sawa? Kwa hiyo usizidi hapo. Kama wewe ni mwanamke 88 kwenda chini. Kama wewe ni mwanaume 102 kwenda chini. Hizo nimeongelea nini? Sentimita.
Tukiongelea kwenye nchi, kama wewe ni mwanaume 40 kwenda chini, kama wewe ni mwanamke 35 kwenda chini. Kwa hiyo ina maana unaweza ukapima hivi na ikakusaidia wewe kuwa unajua kwamba sasa hivi nimeongezeka kupitiliza, inabidi nipungue. Sasa hivi niko vizuri, nahitaji tu ku-maintain hapa nilipo. Sawa? Na kitu cha tatu ambacho unaweza kutumia kujua hali yako ya uzito kama ni sawa sio sawa, ni wewe mwenyewe kusikiliza mwili wako. Unajisikiaje? Kama unahisi uchovu mara kwa mara, maumivu ya viungo, au mwili ni mzito kufanya kazi, inawezekana ni kwamba uzito wako unahitaji kupungua, au unahitaji kufanyia kazi nyingine uzito wako. Kama wewe hizi dalili nilizotaja unazisikia mara kwa mara au muda wote, umechoka, maumivu ya viungo, mwili wako ni mzito kufanya kazi, unahitaji kuchukua hatua. Kwa hiyo tumetaja vitu vitatu ambavyo unaweza kuvitumia kujua hali yako ya uzito ikoje. Sasa twende kwenye shughuli yenyewe. Njia 5 ambazo zitakusaidia wewe kudumisha uzito wako, ukae katika uzito sawia wa afya. Cha kwanza, cha muhimu sana, chagua kula mlo bora kila siku. Na kutokana na kazi nyingi ambazo tunakuwa nazo kila siku, sio rahisi kuamka tu asubuhi ukala vizuri. Sio rahisi. Ni muhimu sana kupanga, yani plan, kupanga. Mfano, kesho mimi naenda kazini, kesho nitakula nini kwa ajili ya kifungua kinywa changu? Usipopanga ni rahisi kufika tu pale ukanunua kifungua kinywa kilichopo chapati mandazi, ukala hivyo ukaondoka, na kesho kutwa. Lakini panga kwamba kesho nitakula nini kazini. Kupanga inakusaidia kwamba hata siku moja ambayo imetokea ukala hivyo chapati na mandazi na nini, ambavyo sio balanced diet, ni siku moja, lakini sio kila siku. Kwa sababu vile vitu havikupi wewe nutrients ambazo mwili wako unahitaji, lakini pia kiwango chake cha starch ni kikubwa, kwa hiyo kinakuweka wewe kwenye hatari ya nini? Ya kuongeza uzito mkubwa. Lishe, upe mwili wako chakula ambacho ni balanced diet, ambayo tunasema kwenye sahani yako 50% inahitaji kuwa ni mboga na matunda, 25% protein, 25% nyingine inayobaki nafaka. Kwa hiyo nusu, ukigawa ile sahani yako ile, nusu yake ni mboga na matunda. Mboga. Robo protini, robo nyingine inayobaki nafaka. Kwa hiyo jitahidi kula chakula ambacho ni balanced diet. Na kuna mtu mmoja aliwahi kunifundisha kwamba jitahidi kula chakula ambacho kinatoka ardhini direct. Kinakupa virutubisho vingi zaidi kuliko processed food, chakula ambacho kimeshachakatwa. Kwa hiyo vitu kama miogo, viazi, maboga, magimbi, ndizi vinakupa virutubisho vingi zaidi kuliko chakula ambacho kimechakatwa, kimekobolewa. Kwa hiyo unaweza ukala chakula kidogo ukawa umepata nutrients nyingi, virutubisho vingi. By nutrients maana yake ni virutubisho. Unapata virutubisho vingi kwa chakula kidogo tu ambacho umekula. Lakini pia uzuri wengine wa hichi chakula huwa kinakuaga na fiber au zile nyuzi nyingi. Kwa hiyo kinakusaidia wewe kusikia umeshiba mapema na unakaa umeshiba kwa muda mrefu. Kwa hiyo hauliuli ovyo. Kitu kingine cha muhimu kwenye swala zima la chakula, kula eneo lenye utulivu. Jifunze kuepuka distractions au vitu ambavyo vinahamisha akili yako. Kama unakula, unaangalia TV, unasoma email, unafanya kazi, ni rahisi sana kula chakula kingi kuliko kile ambacho ulitakiwa kula kiasi. Kwa hiyo mfano, badala ya kufungua kinywa na mandazi ofisini, unaweza ukaandaa uji, unaweza ukachemsha viazi vyako siku moja kabla, yani ile jioni kabla hujaenda kazini. Mimi personally hivyo ndo ninavyofanya mara nyingi, kwamba breakfast yangu ya asubuhi, kwa sababu asubuhi naamka mapema sana kwenda kazini, breakfast yangu ya asubuhi naiandaa usiku. Napaki kabisa, kama inalala kwenye friji au kama ni kitu ambacho najua nitatengeneza kwenye air fryer asubuhi chap tayari kabisa na kiandaa. Kesho nikiamka ni
kama ni kitu cha dakika chache nimeondoka. Lakini sio asubuhi ndo naanza kufikia nianze kuwasha jiko, kuchemsha sijui manini and then niakaange, na wakati wewe busy schedule. Hapa tunaongelea watu ambao ratiba zao zinabana. Utaona tu vivu, yani utaona uwezi. Kwa hiyo cha muhimu sana, panga ratiba yako ya chakula. Kesho ninakula nini? Kama wewe ni mama wa nyumbani kwangu kesho wanakula nini? Na ukizoesha watoto wako kula vyakula vya afya tangu mwanzoni, kuvitengeneza vizuri, jifunze mapishi, ingia YouTube, uzuri siku hizi mitandao ipo mingi, jifunze kupika vile viazi vile ambavyo ungevichemsha tu watoto wangeona vinaboa. Jifunze mapishi mbalimbali ya hivyo viazi, mapishi mbalimbali ya hiyo miogo, namna ya kutengeneza juice mbalimbali, namna ya kupika cabbage na mboga nyingine kwa namna mbalimbali. Kiasi kwamba vile vyakula ambavyo ungewapa kawaida yumkini wangekataa, lakini unavipika in such a way watoto wanapenda na wanazoea kula vyakula vyenye afya mapema. Okay, so namba 2, fanya mazoezi. Hata kama ratiba ni ngumu, jitengenezee ratiba ya mazoezi. Na huhitaji kufanya mazoezi makubwa wakati mwingine. Unahitaji tu kuhakikisha kwamba mwili wako uko active, kuna movement unafanya. Kwa hiyo moja, unaweza kuweka tu ratiba yako ndogo ya kutembea. Hata kama ni kazini, kwamba labda lunch time nitakuwa natembea 10 minutes, nikimaliza kutembea dakika zangu 10-15 ndo naenda kula chakula. Au nitakuwa natembea wakati naenda sehemu ya chakula na ninarudi natembea. Hivyo, badala ya kupanda lift nitakuwa napanda ngazi. Badala ya muda wa kupiga simu nitakuwa natembea, yani nasikiliza simu zangu nikiwa natembea. Kwa hiyo ni ile kuwa intentional, kuamua kwamba leo nataka nitembee, na unatembea. Kwa hiyo kama mimi mfano huwa najaribu, nina ile application ambayo ina monitor namba ya hatua zangu za kila siku. Lengo huwa wanasema ni hatua 10,000, ambalo wakati mwingine nadhani hatua 10,000 nafikishaga weekend, lakini weekdays mara nyingi sifikishi hatua 10,000. Ambayo pia natakiwa ni improve kwa kweli. Yes, nafanyia kazi na mimi, lakini kila siku naangalia. Kwa hiyo asubuhi kuna umbali ambao nahakikisha nimetembea. Unaweza tu dakika 15, 20 kila siku. Na unajiwekea kwamba kila siku nitafanya, kiasi kwamba yani lengo li shift kutoka kwamba nataka kupunguza uzito. Weka lengo kwamba nataka nitembee dakika 20 kila siku, nataka nile healthy breakfast na lunch kila siku. Na kwenye kufuatia hivi vitu utajikuta tu ufanisi wako unaongezeka, energy yako kazini inaongezeka, lakini pia na mwili unapungua naturally, au mwili unakaa katika uzito fulani, yani una maintain vizuri. Kuna kitu kinaitwa Pomodoro workout. So Pomodoro workout ni kwamba unafanya kazi dakika 25, unatumia dakika 5 kutembea and then unarudi 25. So una divide saa yako kwenye dakika 25 kazi, 5 stretching. 25 kazi, 5 stretching. Saa nyingine dakika 25 inaweza ukawa unaonekana we jamaa umekuja kazini kucheza. Sasa maana kila nusu saa uko unatembea. Kwa hiyo unaweza instead ukaweka lisali moja, kwamba kila baada ya lisali moja unanyanyuka kwenye kiti chako, unatembea kidogo, una stretch, unarudi kukaa, unaendelea na kazi. Unajua hiyo ni muhimu kwamba inakufanya ufanye mazoezi, lakini pia ni muhimu sana kwa ajili ya mgongo wako na kiuno, kwa sababu ule muda mrefu unaotumia umekaa pale unajistretch. Kwa hiyo unahitaji huo muda wa kusimama, kunyosha mgongo na kiuno, itakusaidia sana. Hiyo ni njia ya pili, tumesema tufanye mazoezi. Njia ya 3 na muhimu sana ni pata muda wa kupumzika, muda wa kulala, lakini pia jifunze njia mbalimbali za kumanage mawazo yako, kudhibiti msongo wa mawazo. Tunasema iko recommended kwamba mtu anatakiwa ulale masaa 7 mpaka 9 kila siku. Na unapokuwa hupati usingizi wa kutosha au hulali, mwili wako huwa unatengeneza hormone ambayo inachochea hamu ya kula. Kwa hiyo unaweza kuta una hamu kubwa ya kula, lakini kwa sababu hulali
uko na series, au saa nyingine uko na kazi. Ni kweli kabisa unakesha kila siku unafanya kazi, lakini sasa ndo afya yako inazorota. Kuna vitu, yani you're sacrificing afya yako kwa ajili ya kazi. Kazi ni muhimu, lakini balance pia ni muhimu sana. Kitu kingine kwenye kudhibiti ni msongo wa mawazo. Jaribu kupumzika, tumia njia mbalimbali ambazo zinatumika kudhibiti msongo wa mawazo kama meditation. Jifunze hiyo kufanya meditation, jifunze deep breathing, zile njia za kupumua. Toka nje, tembea ukiwa hauko sawa, toka nje ofisi, tembea kidogo. Lakini jitahidi kwa njia mbalimbali ambazo wewe unaona zinakufaa kudhibiti msongo wa mawazo. Na punguza matumizi ya screen au simu, laptop, tablet kabla ya kulala. Zima simu yako, zima TV at least half an hour, yani dakika 30 hivi kabla ya kulala, ulisa kabla ya muda wako wa kulala. Punguza matumizi ya hivi vitu, kwa sababu unahitaji hivi vitu vina stimulate ubongo, vina stimulate, lakini wakati unapoenda kulala, ili uweze kupata usingizi mzuri, unahitaji akili yako iwe katika hali ya utulivu. Cha kwanza tumesema nini? Kula chakula bora. Cha pili, fanya mazoezi. Cha tatu, dhibiti msongo wa mawazo, napata muda wa kulala wa kutosha. Cha nne, kunywa maji ya kutosha na epuka vinywaji vyenye sukari. Kwa hiyo tunasema unaweza kulenga kunywa lita 2 mpaka 3 kwa siku, na njia moja hapo ya kufanya hiyo liwezekane ni wewe kutembea na maji. Kwa hiyo kuwa na chupa yako ya maji, kama ni pale ofisini, ni shuleni, ni wapi, kuwa na chupa yako ya maji unakuwa nayo, unasip kidogo kidogo. Kingine cha muhimu kwenye hii point ni kujitahidi kupunguza vinywaji vya sukari, vitu kama soda, juisi hizi ambazo zimeongezwa sukari, juisi za viwandani, jitahidi kupunguza. Baada yake tumia maji ambayo yako infused water, yale maji ambayo yanaekewa matunda, na hizo zitakusaidia zaidi. Kunywa maji ya kutosha na punguza vinywaji vya sukari. Kitu cha 5 na cha mwisho, panga na jiwekee binafsi malengo ambayo yanawezekana. Yaani usiweke malengo ambayo ni makubwa sana, especially pale unapoanza. Usiweke malengo ambayo ni makubwa sana. Wewe ndo kwanza unaanza hii lifestyle, alafu unasema mimi mwezi huu nataka nipungue kilo 10. Ndani ya mwezi mmoja kweli? Ndio wewe unaishia unatumia method mengi, unakula mavitu mengi, alafu unaathiri mwili. Kwa hiyo weka malengo ambayo ni realistic, na panga chakula chako, be intentional kupanga muda wako wa mazoezi. Jiwekee malengo madogo madogo ya kila, labda kwa mwezi huu nitahakisha natembea dakika 15 na nakula breakfast na lunch mlo kamili. Alafu kuanzia mwezi ujao unaongeza tena kitu hapo, unaongeza kitu hapo. Ukitengeneza as a lifestyle itakusaidia wewe hata utakapopungua kuweza kumaintain ule uzito. Vinginevyo unaweza mtu hilo unakuta umepungua sana, lakini baada ya hapo kumaintain mtu anashindwa. Kwa hiyo anarudi tena akirudi anaweza ataka kibonge zaidi, akawa mnene zaidi. Kwa hiyo jitahidi tengeneza lifestyle kwa kuadapt vitu kidogo kidogo, hatua moja taratibu. Nafuatilia maendeleo yako. So unaweza hata ukajiwekea, ukawa na notebook chako ambacho unaandika waist circumference au ile mzunguko wa kiuno. Kila mwezi unajipima unaandika, au unaandika BMI yako kila baada ya miezi 2 mitatu unapima uzito unaandika. Kwa hiyo matokeo yake unajua kwamba hapa kama nahitaji kuchukua hatua za ziada, nahitaji labda kutafuta msaada kwenye kitu fulani ambacho bado sijaweza. Kwa sababu usipojifuatilia hauwezi kujua maendeleo yako, kama unaenda mbele au unarudi nyuma au uko pale pale. Nakushukuru sana. Leo tumeongelea njia 5 ambazo zitakusaidia wewe kumaintain uzito wako sawia. Ninapofika mwisho nakushukuru sana kwa kuwa na mimi, na nikwambie tu kwamba swala zima la
uzito na kuishi maisha ya afya sio badiliko moja ni la mara moja, ni process. Unahitaji kuamua, na baada ya kuamua unahitaji kufanya maamuzi au mabadiliko madogo madogo kila siku mpaka unahakikisha kwamba maisha yako yote, maeneo yote ya maisha yako yameweza kubadilika. Sawa, na kushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Naamini umekipenda kipindi hiki. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram kwa jina la Dr. Rafiki Africa, na usisahau kulike na kusubscribe na kushare video hii au audio kama utaisikiza kama audio. Asante sana, tukutane siku nyingine. Bye.